Vijana sasa uko mtaani wanamuongeleaje Mwalimu Nyerere? Vijana mtaani wachache sana. Yes. Sijui kwa sababu ya utandawazi unawabadilisha au wapi fursa sana kujifunza au asilia chimbuko la uasisi wa taifa letu lilipoanzia. Wakifundishwa kwa shule nadhani wanaenda kuyaacha pale pale. Wakimaliza wakiingia kwenye mitaani wanakuwa wanafuata mambo yanavyoendelea kwa sababu utandawazi warahisishia vitu haraka haraka kuliko kujifunza zaidi, kutafuta material sehemu tofauti kujua hili chimbuko limeanzia wapi lifanye hivi. Lakini wengi, asilimia kubwa sasa hivi utandawazi unawasaidia, wakigoogle wanapata kitu chao kirahisi, lakini hawawezi kwenda kujifunza katika vitabu. Okay. Kwa ni ngumu. Sawa, umeongea kitu kizito sana. Nitakuja kuomba ufafanuzi pia kutoka kwako kwenye vitabu. Wanasema Mtanzania ukitaka kumfichia maarifa afiche kwenye kitabu. Sijui ni kwa nini hatupendi kusoma vitabu. Ngoja nisikie kutoka kwako pia Konda. Hivi kwa mfano, hivi unaweza kukaa na vijana kwa mfano labda ndani ya mwezi au miezi miwili mitatu ukasikia wakimwongelea Mwalimu Nyerere? Kiukweli hiyo ni kitu kigumu. Ndio. Yaani unaweza ukasema kwa kizazi ambacho tupo sasa. Hata hiyo miezi miwili unaweza usimsikie mtu anamzungumzia. Yaani hatutaki kujua, kufahamu Mwalimu alifanya nini ama waasisi wa taifa mpaka tumefika hapa walifanya nini ama walitusaidia vitu gani. Tunachohitaji kujua ni historia. Tukishasikia ile historia, tumesoma shule, tumemaliza kuileta kwenye matendo ambayo Mwalimu alikuwa anatamani tuyafanye, haipo kwetu sisi. Kondo changamoto kubwa ambayo inatukuta sisi vijana, kuichukua ile elimu kuihamishia sasa kwenye kutekeleza ama kuwajibika. Hatutaki kuwajibika. Okay. Tunaweza kusema kwamba ni watu ambao tulitamani Mwalimu angefanya kila kitu, sisi tukikute tu mezani. Tukikute mezani. Lakini basi kuna wachache ambao unaweza kukuta labda wanamuongelea Nyerere. Hivi wanapomwongelea Nyerere wanamuongelea kwa lengo zipi? Yaani wanamuongelea kwa upande gani? Labda mnapowasikia kwenye mitandao ya kijamii wakijadili, sio huko sio wapi, mitandao ya kijamii ipo mingi, au kwenye video vyao mbalimbali, wanamuongeleaje Mwalimu Nyerere? Kwenye video asilimia kwa kizazi cha millennials na hawa Gen Z. Sidhani kama kuna, yani asilimia ndogo sana ipo kwenye millennials. Labda wanaweza kwa sababu walimsoma zaidi. Okay. Yaani kwa Gen Z hii sina hakika kama wanazungumza. Kama unaweza ukapita mwezi au miezi hujasikia hicho kitu. Ni sawa na baba hafanyi uwajibikaji kwenye familia. Sasa hauwezi kukuta kwenye jirani akamwambia yule baba kwa sababu hafanyi majukumu yake kwenye familia yake akazungumziwa kwa of course, yeah. Kwa ni ile story ambayo imeshasomwa tu. Alafu ikafunikwa. Ndio. Kizazi cha sasa hivi ambacho kilipo. Lakini millennials kidogo wanajitahidi, wanatafuta, wanasoma vitabu nini, wanajua. Wanaweza kuielezea lakini katika engo fupi, sio kumchambua zaidi, kumweka katika nafasi yake ambayo tulikuwa zamani wazee wetu walikuwa wanamuweka, au waasisi wetu waliopita wote walikuwa wanamuweka nafasi yake Mwalimu Nyerere. Sawa, lakini hapo napata tena swali. Hivi ni kwa nini? Yaani ni kwa mfano mimi natoa tuzo. Mimi nakumbuka nikiwa darasa la pili, nafikiri ilikuwa la pili au la tatu. Ilikuwa la tatu kama sio kuelekea la nne. Nakumbuka kuna kitabu kilikuwepo nyumbani cha Vita vya Kagera. Lakini kulikuwa kuna kitabu pia cha hayati Edward Moringe Sokoine. Nilikuwa nasoma, sasa kuna vitu vingi sana ambavyo nilikuwa darasa la tatu naelekea la, nilikuwa nimeshajua kusoma. Kuna vitu ambavyo nilikuwa navisoma pia kuhusiana na Mwalimu Nyerere. Japokuwa nakumbuka mimi nilimuona Mwalimu Nyerere mwaka kama sio 89. Alafu nikamuona mwaka 95 kipindi cha kampeni. Vuguvugu nakumbuka la vyama vingi kipindi kile nakumbuka. Sasa unafikiri ni kwa nini? Ni kwa nini hali inakuwa hivi? Ni kwa nini yani watu hawamuongelei Nyerere au msemisemi au mimi hasa hawa kizazi cha sasa?
Hapo cha kwanza labda niseme uzalendo. Yaani kwenye uzalendo umepungua kwetu sisi vijana. Uzalendo kwenye engo ipi? Ya kuipenda nchi yetu, wa kuthamini vile vitu ambavyo tumeachiwa na kuvitunza na kuvifanya viwe sehemu endelevu kwa kizazi kijacho. Sababu unapomzungumzia Mwalimu Nyerere hakuwa anatazama hapa, alikuwa anatazama kwa kizazi kijacho. Ndicho alikuwa anakitazama. Sasa vijana wa sasa hivi hatutaki kutazama vile namna ambavyo Mwalimu alikuwa anaona kwamba hii dunia ambayo tunaishi ama hii nchi ambayo tunaishi ya kwetu Tanzania ni ya kwangu mimi, lakini na kizazi ni urithi wa kizazi kijacho. Sasa sisi tuliokuepo hatutaki kuona kama tumeachiwa urithi tuutunze. Hapana. Ila tumeona tu ni kwamba maisha yanajiendesha yenyewe. Yanaenda vile yalivyo, tunaishi, tunakula, basi hatuangalii kwa kizazi kijacho. Kwa nini leo tunamzungumzia Mwalimu Nyerere? Kwa sababu aliona mbali. Kwa nini leo tunasema hakuna uwajibikaji? Kwa sababu kuna maono ambayo yeye aliyaweka, aliyatazama kwamba tukifanya hivi kuna sehemu tutafanyaje, tutafika, na sio kufika tu, tutaitunza uzalendo na tutaipenda nchi yetu. Kwa sababu yale maono tuyaishi, ndio uzalendo hakuna. Tunazungumza kwa nini Mwalimu Nyerere azungumzi kwa vijana? So azungumzi kwa sababu hakuna alichokifanya. Amefanya mambo mengi mno. Hata amani ambayo tuko nayo ni yeye alikuwa anaiasisi, yeye kuishi kwa upendo. Jamani, tuishi kwenye utu, umoja, mshikamano, kuelewana. Ni vitu ambavyo alikuwa anatamani viwepo. Aliamini katika hivyo kuna namna uzalendo utakuwepo ndani yetu. Sasa kupotea kwa uzalendo ndani kwa vijana, ndio sasa tunaona hakuna ile vijana ambao wanaweza kukaa kumzungumzia Mwalimu Nyerere. Kwa nini? Uzalendo umeanza kupungua ndani ya vijana. Kwa hiyo tusione ajabu kuona kuna mambo yanainuka. Mbona kuna mambo ya ajabu yameingia kwa vijana? Kwa nini? Kwa sababu kuna hali ya uzalendo imepungua wapi? Ndani. Na umepungua kwa nini? Hatujataka kujifunza kwa waasisi wa nchi yetu nini walichokuwa na kitamani ukiona. Kitu ingepata nafasi ya kukaa mezani au kukaa na kufuatilia waasisi walikuwa wanaona nini, ni kwa nini walikuwa wanayafanya haya, tungeona namna ambavyo tungeinua ile hali ambayo alikuwa anatamani kuiona kwenye nchi yetu. Nikupe mfano mmoja. Karibu. Mwaka 2023 ndio tulipata nafasi kama jumuiya ya kuzuru pale Bunda. Tulifika kwenye shule moja ya msingi inaitwa Mwalimu Nyerere. Ndio. Tukiwa pale tulikutana na kaka mmoja anaitwa Landa kama sikosei. Walikuwa na msafara wa basketi. Walitoka Mbeya. Nafika tukiwa pale na shughuli zetu za kijumuiya, akatokea kijana mmoja akamuuliza yule Landa, "Wewe unaonekana kama mtu wa huko." Akasema, "Hapana, mimi sio mtu wa huko, ni mtu wa Mbeya." Akamuuliza, "Sasa wewe kama ni mtu wa Mbeya, huko Mbeya mlikotoka, kwa nini hamjafanya hivi?" Maki walichangia madawati. "Hamkufanya hivi huko Mbeya, mkaja kufanya wapi? Huko Bunda." Anakuambia yule kaka mwanzoni alikosa jibu la kumpa. Of course, yeah. Lakini wakati anafikiria namna ya kujibu, ndio wakati ambao mwenyekiti wetu anasimama kwa kipindi hiko, Mama Furaha Karekezi. Anaelezea kwa habari ya jumuiya, tuko sawa. Wakati anaongea akasema kitu kimoja, "Si ni jumuiya tuko sawa, tunaishi katika utu, umoja na upendo. Lakini sisi sote ni ndugu, tuko sawa kiumbaji, tunategemeana." Yule kaka akamwambia tu, "Umesikia? Haijalishi natokea Mbeya, natokea wapi, nimekuja kufanya kusijafanya Mbeya. Hata kama nimekuja kufanya, sisi sote ni nini? Ni ndugu." Sasa hapo unagundua kwamba imefika stage kuna mtu akitoka sehemu fulani kwenda kufanya jambo sehemu fulani inaonekana ni jambo la tofauti. Kwamba kwa nini asifanyie kwao? Ile sasa uzalendo amekuja kufanyia huko. Sasa ule umoja hapa ndio umefanyaje? Umeisha katikati yetu. Kwa ndio maana tunaona sasa tumefika hiki kiwango ambacho hatuwezi kumzungumzia Mwalimu Nyerere kwa sababu ndani mwetu ule uzalendo aliokuwa anataka tuishi haupo. Umeongea mambo mazito sana na hata mtazamaji anajua. Unajua unapomwongelea Mwalimu Nyerere bwana, Mwalimu Nyerere kiukweli ukiangalia mambo ya Azimio la Arusha, muungano,
wa Tanganyika na Zanzibar, ukiangalia masuala ya amani, kwa mfano ameongea kitu cha msingi ambacho nataka pia ukiongelee. Kwa mfano kwenye kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja, alitumia mambo mengi, mbinu nyingi sana. Tanzania ina makabila zaidi ya 120 na dini zipo nyingi, lakini Mwalimu Nyerere alisema sisi ni kitu hiki kimoja. Ile kusema kwamba tutumie lugha ya Kiswahili yaani hiyo ilikuwa na maana kubwa sana kubwa sana. Ile sera ya vijiji vya ujamaa ilikuwa na maana kubwa sana. Sasa yawezekana vijana wa sasa hivi au watoto wetu wa kesho wakashindwa kujua kwamba yani wewe unavyotembea, kwa mfano ulivyokuja hapa studio, sijakutana na vizuizi hapa njiani hapa. Sio bwana nipe kitambulisho sina nini na nini, watu wana silaha wanafanya nini. Ni kwa sababu ya hiki. Alafu amesema kitu kizito sana. Alivyosema kwamba kule, kwa nini umetoka kule umeenda kufanya kule, ni kwamba Nyerere aliamini kwamba sisi ni kitu hiki kimoja. Tanzania ni kitu hiki kimoja. Sasa vitu kama hivi ambavyo yani ni rahisi sana kwa mtu kuviona. Kwa nini inakuwa ngumu sana kwa vijana kuviona? Kwa vijana wa sasa, au wazazi wao hawasimulii basi. Ulezi wa sasa sijui niweke ni mgumu au ni watoto hawasikii, lakini ninachoamini wazazi wanajitahidi kulea. Lakini ninarudi tena kwenye kizazi cha sasa hivi kinarudiwa na mitandao. Ndio. Utandawazi unawaharibu sana vijana, kwa sababu wanaona kila kitu ni rahisi, lakini hakuna kitu rahisi duniani. Kila kitu lazima ukipambanie ufikie malengo yako. Sasa kwa kizazi cha sasa hivi ni ngumu kwao, wanapenda shortcut. Ndio maana hata kusoma kitabu au kumjua Nyerere ya chimbuko lake nini, kila kitu kilianzia wapi mpaka kufikia au kuisimamisha taifa kufika hatua hii tulivyo na amani, imekuwa ni ngumu. Na tukirudi katika umoja, vijana sasa hivi katika umoja ni kuwaweka sawa ni ngumu. Wanaishi katika hali ya ubinafsi. Ule ubinafsi ndio unaowapeleka, sijui niseme katika upande wa shule walizosoma au ni nini, lakini sisi tuliosoma serikali hapa tunajua tulikuwa tunaishi kwa umoja. Na ile dawati ilikuwa ni ndogo, mnakaa watatu, hawezi kuacha amekaa chini, unaelewa hilo. Sasa kizazi cha sasa hivi wamesoma shule ambazo kila kitu kilikuwepo. Serikali imepiga hatua, mtu anaenda na dawati lake au mzazi kashamnunulia dawati yake. Hiyo nao mzazi anaponunua dawati la mwenzie hajamfundisha kwamba kuna mtoto wa maskini. Mimi ninajiweza. Mtoto wangu hawezi, sitaki mtoto wangu atarudi amechafuka au amekaa chini. Kwa hiyo katika ile hali yule unamfundisha yule mtoto wako akawa binafsi, umemtengenezea dawati. Mimi sipendi binafsi kwa sababu sioni mantiki yake. Kwa hiyo ukimnunulia dawati ambalo la peke yake la siti moja, kwa nini usitengeneze siti ya watu watatu wakakaa na wenzio? Ule ndio upendo ambao tunatakiwa kuwajenga. Sasa ukitengeneza dawati ya mtu mmoja, unaujenga ubinafsi. Na yule mtoto kwa nini umekaa kwenye kiti changu? Anamfukuza. Yule mtoto anakuwa mnyonge. Huyu anakuwa hivi. Yani unajenga taifa la kibinafsi. Nadhani hilo ndo ambalo kizazi cha Gen Z kimekuwa katika mifumo hiyo. Kwa hiyo uwajibikaji, ule umoja, mshikamano, nini, uwajibikaji nao unakuwa mdogo. Kwa sababu kila kitu amekiona, ameletewa kwenye kwa wakati. Kuliko yule ambaye mtoto mwenzie anakitafuta, mzazi wake anakitafuta mpaka akipate, ana miezi 2 shuleni ana hasa. Umeona? Kwa hiyo nadhani ni hilo kubwa zaidi. Sasa ukiangalia ile dhana ya kuchanganya udongo wa Tanganyika na unajua mtu anaweza kaona udongo tu. Yaani mtu unajua mtu anaweza akachukulia poa tu. Mtu akiambia kwamba watu walikuwa wanaishi kwenye vijiji, kuna wengine labda walipoteza maisha, sijui simba waliwala, sijui wengine waling'atwa na nyoka, lakini waliambiwa wakae kwenye vijiji vya ujamaa na kujitegemea. Vijiji vya ujamaa vile. Kuna mtu inawezekana akawa anaona yani ile ilikuwa ni ushamba. Yaani walikuwa wamepitwa na wakati ile. Yaani inawezekana akawa anaona kwa maisha ya sasa hivi kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya, lakini
sio kama vile hivi kweli zile falsafa zile, yani ile yale matendo yale yanafutika kirahisi kwenye fikra za watu? Hapana. Kufutika kwa kirahisi kama haujasoma, haujajua, haujaelewa maana ya ile falsafa yote, inaweza kafutika au kuichukulia poa. Unajua tuna asilimia kubwa sasa hivi sisi tunapuuzia kitu, lakini waga lina maana sana kwa muendelezo au uwajibikaji katika taifa letu. Sasa Gen Z Gen Z naishindwa kuitafsiri sana. Gen Z anataka matokeo hapo leo kesho naye. Nikichangia hapo kwenye ile swala wakati unaongea la ujamaa, sema linaweza kufutika, ni kwamba hatujataka kukaa vizuri na wazee wetu. Ndio. Okay, niseme hivi, Gen Z sasa inaamini kwamba sisi tumesoma, tunafahamu vitu vingi na utandawazi hapo ndani tunaelewa mambo mengi. Yale mambo ya zamani yalishapitwa na nini? Na wakati. Tunaamini wazee wetu hajasoma bwana. Yamkini wakati mwingine nasema hajui hata kuandika, lakini tunasahau kwamba ndani yao wao na wakati wale ni vitabu. Ni kitabu ambacho kinaishi, kinajua ule uasili wetu, kinajua yale maisha yetu. Changamoto inakuja sehemu moja. Wale wazee ambao ni vitabu waliaishi yale maisha ya nyuma ambao hatutaki kuweka uhusiano nao. Kinachotokea nini? Wao wanatamani hata nafasi ya kushirikishwa. Kama hivyo ambao tumeshirikishwa sisi Gen Z. Na wanatamani hata saizi yupo ambaye anatuangalia sema natamani ningekuepo kwenye nizungumze, nishirikishwe na mimi, niseme namna ambavyo tulikuwa tunafanyaje. Tunaishi mazingira yaliyokuwa yanatujengea sisi kuwa na huo ujamaa na upendo. Wakati mwanzo tunazungumza habari ya madawati kukaa pamoja. Siku hizi maisha yanaendelea. Mtu tumepiga fence nyumbani, ila hajapiga fence, kishapiga fence, tafsiri ya fence imeenda pabaya kwamba nikishajipiga fence ni maisha yangu binafsi. Kwa habari ya jirani wanaona gari linaingia tu, tutakutana kwenye msiba, umoja unaanza kufanyaje? Tena kwenye msiba siku hizi watu wanakodi, watu wa kulia, watu wa kupiga muziki, watu wa kufanya nini. Sasa unategemea tuendelee kuwa na utu na umoja na mshikamano? Lazima vitapotea tu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunashindwa kukaa vizuri na kukumbuka kule tulikofanyaje, tulikotoka. Kulikuwa na vitu vingi, kulikuwa na upendo ule wa kweli, umoja na ujamaa, mshikamano ulikuwepo. Siku hizi mshikamano haupo. Mshikamano ule kuwepo ni kwenye misiba. Yaani imebaki mshikamano ule kwenye tatizo. Na tatizo mshikamano ni kwamba ile nitaonekanaje. Sio ule ambao unatoka wapi? Ndani ya, yaani sio ule upendo wa kweli, sio ule utu wa ndani. Ni ule wa nje, kwamba na mimi nionekane nimeshiriki, nimefanya hivi. Kwa haya mambo haya ya kutokuwa na mshikamano na upendo yanazalishwa na vile namna ambavyo hatutaki kufuatilia viongozi wetu, urithi ambao tumeachiwa na baba wa taifa. Wakati anazungumzia mambo ya ujamaa na upendo, aliona kuna wakati utafika tukianza kushikana tu kwenye ujamaa, kupendana na utu, hakutakuwa na uzalendo hata. Sawa. Na mchora tena mwalimu, ni kwamba mwalimu sisi yani unajua mkoloni alikuwa anatesa sana babu zetu kuwanyonga, kufanya nini, kuwadhalilisha, mambo ya utumwa yakapita huko zamani, viboko hadharani, zikopo punishments, mambo yalikuwa mengi sana. Lakini Nyerere alitumia njia ya amani kutuletea sisi uhuru. Yaani yule ni adui yako, ni ambaye amekutesa siku zote hizo, lakini bado umetumia njia ya amani mpaka yeye mwenyewe akaamua aondoke tu. Hatukumwaga damu sisi kwenye kupata uhuru. Sasa vitu kama hivi inawezekana labda Gen Z au vijana sasa hivi wakaona ni vitu vidogo vidogo, kwamba kwenye kudai labda jambo fulani labda lifanikiwe, labda njia ya mazungumzo, njia ya kukaa pamoja, njia ya kueleweshana labda inawezekana ikawa sio sahihi, labda njia za kutumia nguvu inawezekana ndio zikawa sahihi. Hapana. Sidhani kama njia ya kutumia nguvu ndio njia sahihi ya kurekebisha taifa fulani. Hapana.
njia sahihi ya kukaa ya kurekebisha, kutatua changamoto ni kukaa mezani, kubaliane, mwekeane mipaka, hapa kunatakiwa kuwe hivi na hapa na pawe hivi, kila mtu afanye katika uwajibikaji wa nafasi yake. Sawa. Mara nyingi tarehe 14 huwa ni kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, tarehe 14 Oktoba, ambapo watu wanakwenda kule kwa ajili ya nimeona pia mwenge juzi umepita kule, na kuna mwenge mwingine pia ambao wa pale Butiama umewashwa pale. Lakini katika kupitia nikajua pia kwamba watu wanatakiwa afike kule, waongee na watu wale wa pale, familia pale, uongozi wa pale maeneo yale na majirani, waweze kuona pia kuishi. Kwa sababu kuna mtu yupo Dar es Salaam, mtu yupo Mwanza, yupo wapi, hajawahi hata kufika pale kuweza kuangalia hata kaburi la Mwalimu Nyerere lile pale. Mwalimu Nyerere alikuwa anaishi hapo, alikuwa anacheza bao lile pale, alikuwa anacheza. Ninataka kuzungumzia sasa Butiama. Butiama ile ni sio eneo la makumbusho tu wala urithi. Ile ni eneo la urithi wa kujifunza na kufanya kwa vitendo. Kwa sababu ni eneo ambalo limejenga umoja, uwajibikaji na amani iliyopo sasa hivi katika taifa letu. Kwa hiyo kama wananchi wazalendo tunapaswa kwenda kujifunza zaidi, hata watoto wetu wanapaswa kwenda kujifunza ili kesho na kesho kutwa wawe na historia kwamba wamjue Nyerere zaidi na chimbuko lake lilianzia wapi na kila kitu. Nadhani makumbusho pale kila kitu kipo. Kwa hiyo tukifanya ile mazoezi ya kwenda mara kwa mara, nadhani hata vijana wetu wanaokuwa sasa hivi wanaweza wakapata kitu ambacho kesho na kesho kutwa wakakiendeleza katika taifa letu. Nyinyi mna mpango huo? Tuna mpango. Sisi kila mwaka tunaenda. Yes, na sasa hivi tuna ratiba ya kwenda wiki ijayo tarehe 14. Tuna vijana ambao tuna wanafunzi wa klabu ya Jumuiya Tuko Sawa wilaya Magu, kama shule kadhaa hivi tunaenda nao Butiama siku ya tarehe 14. Tutakuwa pale. Sio kwamba wanaenda kujitembea tu, wanaenda kujifunza. Na ndivyo tumeanza kuwafundisha ili waweze kujifunza kurithi na warithi kwa vitendo matendo ya Mwalimu Nyerere na wamjue. Kwa nini vijana? Vijana ndio jinsia yenyewe tunayozungumzia sasa hivi. Wao ndio jinsia ambayo inaenda kukua. Kwa hiyo kadri wanapoendelea tukichukua kundi kadhaa, kesho na kesho kutwa kundi kadhaa linakuwa mwisho baadhi ya tunakuwa tumetatua tatizo ambalo linatukabili sasa hivi. Na of course tumeona gap hapa kwa majadiliano, tumeona kwamba kuna gap kubwa kwamba Gen Z, kizazi cha sasa kidogo na millennial, umeona kwamba millennial kidogo at least wanajitahidi, lakini tunaona kwamba ni kama wanampa gap hivi Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo unaonaje hilo litasaidia kwenye kuwafanya waweze kuishi legacy ya Mwalimu Nyerere? Ndio, litasaidia sana. Bwana Conrad, litasaidia hiyo? Litasaidia kama alivyozungumza dada Fatuma. Kwanza au vijana ambao tunapeleka Butiama ama wanaenda Butiama, kabla ya kwenda kuna mafunzo ambayo tunafanyaje, tunawapa. Haya mafunzo tunawapa kule wanakoenda. Kwanza tunasema tu Mwalimu Nyerere kwetu tumemwita ndio profesa wa harmony. Profesa wa harmony. Kama ambavyo tulienda mwaka jana tukampa tuzo ya profesa harmony. Kwa tunapowapeleka wanafunzi kuna masomo ambayo wao wanajifunza kutegemeana, umoja, geometry, utofauti, marekebisho, mambo ya afya. Hivi vyote tukishafundisha tunaenda kule sasa. Tukifika kule, cha kwanza tunatafuta wazee ambao walikaa na Mwalimu Nyerere. Tunawaweka pamoja na nani? Na wanafunzi hao. Yanakuwepo maswali lakini pia kuna vitu wanajifunza. Mfano mzuri, mwaka huu nilikwambia 2023 tulikutana na mzee mmoja anaitwa Butiku Mtukue. Mzee alitusimulia hadithi moja. Alisema kuna wakati ulikuwa ukienda kwa Mwalimu Nyerere unataka kuonana naye, kama yupo shambani unamfuata shambani huko. Una jambo lako unataka kuongea naye. Kama alikuwa analima na wewe utashika jembe, mtalima huku mnafanyaje? Mnaongea lile swala ambalo ilikuwa inatufundisha uwajibikaji, wajibu wetu, lakini ilikuwa inatufundisha umoja na mshikamano. Kwa inasaidia sana kwa watu kufika wapi? Butiama, kwa kizazi tulichokuwa nacho.
Sasa changamoto siku hizi imekuja sehemu moja, kwa habari za kutembelea Butiama zimebaki labda kwenye taasisi hizi za shule za nini, lakini kwa watu binafsi hiyo ni kwamba hapana, ni gharama. Ndio tunasema kuna ule ubinafsi, hatuangalii kesho yetu, hatuangalii mbele kama Mwalimu Nyerere ambavyo aliangalia mbele kwamba ili tuende jamani, kuna umoja, mshikamano, kuna maisha ya huko mbele. Tukiacha hivi vitu vikapotea, hatutakuwa na taifa tena. Tutaruhusu haya ambayo tunayaona sasa, vugu nini. Kwa nini amekuja? Kwa sababu kuna kagepu tumekaacha. Sawa, mtazamaji, tunashukuru sana kwa wote ambao wanatufuatilia. Nasema nashukuru sana Mwalimu Julius Nyerere, alinifundisha mengi sana. Lakini nashukuru sana kwa wote ambao wanasema mimi naitwa. Sawa, nashukuru sana kwa ujumbe wako. Naitwa Amina na Tukufu Juma, nipo Ushirombo Geita. Kila kitu kinaanzia nyumbani. Wazazi kama tukiwa tunakaa na watoto wetu kuwahadithia iliyofanya na baba wa taifa, kuna kitu kikubwa sana tungepanda mioni. Nyie inawezekana ni wazazi au ni wazazi watarajiwa, nyie pia mnakaa na watoto kuwaambia haya mambo ya Mwalimu Nyerere? Lakini tuanze na sisi. Sisi sasa si ndio tunawazaji enzi. Sisi watu milioni ya sisi watu miaka 80 sisi. Na jinsia darasa la 7. Namfundisha kijana wa kiume. Okay. Lazima afuate misingi yetu. Okay. Kabisa. Harmony generation. Kizazi cha Harmony si ndio umoja? Umoja. Tunaendelea kutoa elimu. Harmony kama Harmony generation ni jumuiya ambayo inagusa rika zote, kutoa elimu mbalimbali ya maisha, lakini tunazungumzia kwenye maadili ya utu, umoja na upendo ndani yake. Lakini pia tunazungumza mambo ya kutegemeana, kuondoa ule utofauti, kwamba utofauti wetu ndio usawa wetu, lakini pia kutambua sisi sote tumeunganishwa pamoja na asili yetu tunayoiona. Sisi sote ni kitu hiki kimoja. Maana kuna wakati mwingine mtu anaona kama mimi ni mimi, asili ni asili. Asili haihusiani na kitu chochote kwangu mimi. Lakini kumbe tukitunza hii asili ndio ambayo itatunza na kizazi chetu, itatutunza na sisi, inatutunza sisi. Tukishindwa kuithamini, tafsiri yake tumeshindwa kujithamini na sisi wenyewe. Kwa uhai wetu unategemeana na asili nayo tuzunguka. Mfano mzuri South Africa ilivyo sasa hivi, mataifa yanakimbizana, yanafukuzana huko. Kwa ile ni harmony. Wamekosa harmony. Maelewano ya pamoja kama wa Afrika wa bara moja. Mwalimu Nyerere hakuwa mbinafsi. Yes. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere angeamua kwamba afanye mambo kwa familia yake tu. Wakati si watu wengine wamelala, wengine wanaenda kusoma sio wapi, wengine wanafanya nini, Mwalimu Nyerere alikuwa anawaza kuikomboa. Haya pia ni kama mzee Nelson Mandela. Akafungwa, lakini alipotoka mpaka South Africa inakuwa huru mwaka 94, haikuwa kazi ndogo sana. Tena kutoka kwa watu ambao walikuwa wanaamini kwamba South Africa ni ya kwao, yani wale Boers, kwamba ni ya kwao yani. Lakini walifanya kazi kubwa sana. Ipo mifano mingi sana ambayo tunatakiwa kina Patrice Lumumba, unaona mpaka kaja akapoteza maisha, kina nani. Lakini vijana wengi inavyoonekana kwa sasa hivi kama mlivyosema, yani kila mtu anapenda chake tu. Kwa mfano, hata ile mikopo ya 10%, 4.42 chake uvivu. Vijana wengi wanataka ni mimi niwe na cha kwangu, lakini hata ukiwaambia wakae kwenye magroup, yani lile group wanaweza wakapata ule mkopo ndani ya wameshatengana, wamesha kila mtu na cha kwake. Mimi nilikuwa nataka hiki bwana, mimi hivyo. Na uvivu pia. Uvivu pia unawaathiri sana vijana sasa. Ndio. Sisi yani ndo maana nimewaita hapa nyie vijana muweze kuongea kwamba tunafanya nini katika kuondoa hizi dhana za vijana, ni kubadilisha. Sawa, mtu anataka hapo nipate leo, lakini je, akipata kile kitu kinamsaidia na anasaidia wengine? Hawako na subira wala uvumilivu. Kila kitu ni hatua. Lakini pia hatupendi kujifunza. Yes. Hatupendi kujifunza, hatupendi kuwajibika. Ndio. Na wakati mwingine hatupendi kuanzia chini. Changamoto kubwa, hatupendi kuanzia chini. Ndio. Na tumeweka imani ile kwamba nilichokisomea hicho ndio kinipe kinachokihitaji.
Nje ya hapo hapana. Ndio. Kwa nini nasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu nje ya ulichokisomea kuna mambo mengi ambayo unaweza tukayafanya yakaleta tija. Unaweza kujiuliza, okay, mwalimu kwa nini pamoja na kuendeleza na shughuli za kulikomboa taifa, lakini kwa wakati huo huo bado alikuwa anawajibika kwenye shughuli mbalimbali za kimaendeleo ya uchumi? Shambani yupo, huku wapi yupo? Kwani alikuwa anajua kwamba hivi vitu vitanisaidia mimi, vitamsaidia yeye pia na mwingine. Sasa sisi tunachotamani kwamba nikaanze kulima, mbona mimi nimesoma hiki, imekuwa ni kama kitu na mimi nikawe mkulima, nikafanya biashara. Hapana. Lakini ukiangalia ni vitu ambavyo vipo, ndio ile inakuja gepu kwamba ni kama nikisiji nitakuwa ni lugha nzuri kwamba dharau au kuna kudharau kwamba kuna vitu fulani anaweza kafanya huyu, of course kuchambua, kuna vitu fulani siwezi kuvifanya, mimi siwezi kufanya hivi. Lakini ndio vitu ambavyo vipo kwenye maisha yetu na vinahitajika kwenye jamii. Kwa ni namna vile hatupendi kujifunza, na sio kama tupendi kujifunza, na mimi hata stative kuna mijadala mingi ambayo inafanyaje, of course inaendelea yenye kutufundisha. Sasa changamoto inakuja sehemu moja, vijana tuna uwezo wa kusikia na kufuatilia na kubadilika na kuna mwingine anasikiliza kinachofuatilia ili aje kukifanyia kazi na upembuzi. Kuna mwingine anasikia tu afanyaje kipindi. Sasa naweza nikaongea jambo nawe ukanisikiliza, lakini kabla sijafika mwisho ukanoti sentensi moja, afu ukawa unajiandaa kujibu. Kwa hata kama nitaendelea kuongea hautanisikia mpaka mwisho kwamba nilikuwa namaanisha nini, kuna nini kwenye mazungumzo yangu. Kwa umejiandaa kujibu. Sasa asilimia kubwa tunasikiliza kitu ili tujibu, sio kuelewa ili tufanye kitu kilete nini matokeo. Unasikiliza kitu na unafuatilia kitu ili kikujenge. Ukitumie kama rejea ya kitu ambacho unaweza kukifanya kwenye maisha kabisa, sio tu kwa ajili ya kuhoji tu. Sawa. Tuhitimishe sasa. Tunahitimishaje? Sisi kama jumuiya tuko sawa, tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii Facebook, tunapatikana jumuiya tuko sawa, lakini pia tunatoa elimu zetu mashuleni sehemu tofauti. Kuna klabu Mbeya, Arusha, zipo jumuiya tuko sawa sehemu tofauti. Lakini pia tuna Harmony Generation hapo Magu zipo shule 2 na shule baadhi ambazo wapo tunatoa hii elimu. Lengo ni kuhakikisha tu vijana tunajitambua, tunawajibika, tunaishi katika maadili ya utu, umoja, upendo, tushikamane ili kuhakikisha ule umoja ambao ulianzishwa na mwalimu wetu Julius Kambarage Nyerere tunauishi, lakini pia kwa maendeleo ya kuhudumiana sisi kwa sisi, kushikana sisi kwa sisi, ili taifa letu liwe sehemu salama na umoja wetu uwe umoja wenye kuleta tija katika kizazi chetu na kizazi kijacho. Kama tulivyolisishwa na sisi tufanyaje? Tulisishe. Sasa nimependa sana hiyo. Sawa Fatma, tuhitimishe. Amekufilisi. Amenifilisi yote kwa hiyo. Labda nataka kuwakaribisha. Mimi napenda kuwakaribisha Butiama. Okay. Siku ya tarehe 14 mwezi huu wa 8 tuna safari ya Butiama. Sawa. Kwa mdau yoyote ambaye atakuwa tayari tunamkaribisha. Vijana wamuelewe Mwalimu Nyerere, wakajifunze kwa vitendo urithi wa Mwalimu Nyerere, wamrithi kwa vitendo. Sawa. Sasa na kauli ambayo wenzangu hapa ameisema katika kipindi kwa siku ya leo ni kwamba lengo ni kuhakikisha kwamba vijana kwa kweli lakini sio vijana, tunajua kuna watu wengine pia wazima hawa sasa sisi leo tulikuwa tunadili na vijana, lakini pia kuna jamii, kuna wazee, kuna watu wa makamo, kuna wengine ambao pia hawakujifunza wote kile kwa Mwalimu Nyerere.
Yaani mambo leo tukiyataja hapa hatuwezi kumaliza hata vipindi 10 hizo kumaliza kwa kumwongelea Mwalimu Nyerere, lakini leo tumeongelea baadhi ya maeneo ambayo kimsingi jamii inatakiwa kujifunza na kuyaiga na kuyapa nafasi ili tuweze kupiga hatua zaidi kimaisha. Na sisi tunasubiri tu tarehe 14 ya mwezi wa 10 eti ndio tunakwenda kule kwa ajili ya kujifunza mengi kuhusiana na maisha ya Mwalimu Nyerere. Unaweza kaamua tu ukaichukua familia yako, uchukue mkeo, uchukue mwanao, uchukue rafiki zako pamoja, bwana twende kule. Ni baraka pia, si ndio? Sisi tunaamini katika hilo. Sisi wa Kristo tunaamini pia katika hilo. Basi mimi nakushukuru sana. Nilikuwa na Bwana Conrad Kiondo, asante sana kuja kwenye kipindi. Asante. Nilikuwa na ndugu yangu hapa Fatma Hamisi Kundi, asante sana kuja kwenye kipindi. Nashukuru sana. Ndugu yangu leo amekwenda wapi? Atakuja wakati mwingine amembana. Sawa.